Upendo wa kweli ni kitu cha ajabu sana. Ni kama moto mdogo unaowaka ndani ya moyo wako, lakini joto lake linaweza kumfikia mtu aliye mbali kabisa na wewe. Unapompenda mtu kwa dhati, moyo wako unakuwa na furaha isiyoelezeka. Unaanza kuona uzuri hata kama siku zako zimekuwa ni ngumu. Unatabasamu bila sababu. Unakuwa na hamu ya kumuona, kumsikia sauti yake na kujua amekula nini, amelala vipi. Sio kwa sababu unamtegemea kwa kila kitu, bali kwa sababu kuwepo kwake kumekupa maana mpya. Ndiyo maana upendo unasimamisha watu, unawafanya watu wawili ambao hawakufahamiana jana leo wakawa familia. Unawafanya watu wasahau tofauti zao, wakushike mkono na kusema twende pamoja. Upendo wa kweli una nguvu ya kuwaleta watu karibu kwa namna ambayo hakuna kitu kingine kenye uwezo wa kufanya. Unapenda, basi unajifunza kusikiliza, unajifunza kuwa mvumilivu, unajifunza kusamehe, unajifunza kutoa hata kwa wakati wewe mwenyewe unahitaji. Kwa sababu unampenda mtu, furaha yake inakuwa kama sehemu ya furaha yako. Maumivu yake yanakuwa sehemu ya maumivu yako. Hapo ndipo mnajifunga, si kwa minyororo, bali kwa kamba ya upendo isiyoelezeka, lakini imara kuliko chuma chochote. Watu walio na upendo wa kweli huwa na amani nyumbani mwao. Watoto hukua na ujasiri, marafiki hutaka kukaa karibu yao. Mwaka 1943, Dr. Abraham Maslow alifanya utafiti wake na kugundua kitu ambacho mwanadamu anakihitaji. Katika tafiti zake aligundua kwamba baada ya mwanadamu kupata chakula, je, atahitaji kupata kitu kingine? Akaibua kile kilichoitwa piramidi ya Maslow. Kwenye piramidi hiyo kulikuwa kuna ngazi kuu 5, na ngazi ya chini kabisa ilikuwa ni mahitaji ya kimwili, ikiwemo chakula, maji, usingizi pamoja na hewa. Na katika ngazi ya pili ilikuwa ni usalama, ikiwepo nyumba, kazi pamoja na afya. Lakini alipofika katika ngazi ya 3, hapa ndipo tukapata daraja baada ya chakula na usalama. Maslow aliita hii ngazi ya 3 kuwa ni mahitaji ya kijamii pamoja na upendo. Hapa ndipo ilipowekwa dhana ya upendo, urafiki kuwa sehemu ya familia ikihusishwa na kupendwa pamoja na kukubalika. Maslow aligundua kitu ambacho binadamu hawezi kukiruka na kuingia katika ngazi ya 4, ambapo ngazi hiyo aliita heshima. Kama ngazi ya 3 ya upendo haijatoshelezwa, huwezi kuruka ngazi ya 3 kwenda ngazi ya 4. Maslow anasema unaweza ukawa na pesa, una nyumba, lakini kama hauna mtu anayekupenda na wewe unampenda, utahisi upweke na utahisi utupu pale ndani. Mwaka 1938 kutoka katika chuo kikuu cha Harvard University walifanya utafiti uliogharimu muda wa takribani miaka 85. Utafiti huu ulikuwa unaitwa The Harvard Study of Adult Development, ambao uliwafuatilia wanaume 724 tangu utoto wao hadi uzee wao. Baadaye wakajumuisha wajukuu zao waliopatikana ambao walikuwa ni takribani ya wajukuu 1300. Matokeo waliyoyagundua katika research yao yalikuwa ni yafuatayo. Wanasayansi waligundua kwamba ubora wa mahusiano yetu ndio kitu muhimu sana kinachotupa furaha yetu. Watu waliokuwa na mahusiano imara walikuwa ni wenye furaha zaidi, wenye afya bora, waliishi muda mrefu kuliko wale wasiokuwa na mahusiano au wale wenye mahusiano dhaifu. Waligundua pia kwamba social fitness, uwezo wa kujijenga na kudumisha mahusiano imara, ilikuwa muhimu zaidi kwa maisha ya muda mrefu yenye furaha katika daraja la kijamii au uwezo wa akili, yani IQ. Unajua kuna watu hawana kitu chenye thamani, hawana nyumba nzuri, hawana gari, hawana akaunti, lakini ndani yao hakuna vita, hakuna wasiwasi, hakuna kelele. Lakini wapo wanaomiliki vitu vya namna hii, lakini ndani yao wamejawa na vita, wamejawa na wasiwasi na wamejawa na kelele. Nini kinatofautisha vitu hivi viwili? Kitu kinachotofautisha ni upendo. Mapenzi yana uwezo wa kukupa amani ambayo hakuna kitu kingine chenye uwezo. Mapenzi ya kweli yanakufanya uwe na amani kwanza, kwa sababu unakuwa na mtu wako.
Unajua kama dunia yote ikigeuka kinyume, kuna mtu mmoja atasimama upande wako. Unajua kama ukianguka kuna mkono utakushika. Moyo wa binadamu umeumbwa kutafuta usalama. Maslow alituambia baada ya chakula, baada ya makazi, tunatafuta kumilikiwa na kupendwa. Unapoupata upendo huo, ubongo wako unasema niko sehemu salama. Wasiwasi na upweke vyote vinapungua, na ndipo amani inapoingia. Mawazo yanatulizwa na upendo, lakini upendo unakufundisha kusamehe na kuacha vitu vibaya. Upendo unakufundisha kuachana na chuki, kuachana na vita, kuachana na tabia chafu ambazo zingekutoa katika msingi mzuri. Lakini mapenzi yanakupa kusudi katika maisha yako. Mapenzi yanakuelekeza wapi pa kwenda, yanakufunulia ndoto zako zilizokuwa zimefunuka, na yanakupa kusudi la kuwa mwanadamu halisia. Lakini watu wanisikilize kwa makini, mimi sizungumzii upendo wenye wivu wala upendo wenye ugomvi kila siku, ila nazungumzia upendo wa kweli, ule unaojengwa kwa heshima, uaminifu pamoja na utulivu. Sizungumzii upendo wa ukatili wala sizungumzii upendo unaozalisha vita, lakini nazungumzia upendo wa kweli ambao unafananishwa na nyumba iliyojengwa. Unapoingia ndani ya nyumba hiyo, kelele za nje zinanyamaza. Kwa hiyo kama unataka amani, anza ndani yako, jipende, jiheshimu, kisha mpe mtu mwingine upendo huo huo. Shetani anapambana zaidi kuziharibu ndoa. Kwa nini? Kwa sababu anajua upendo una faida kubwa sana katika maisha ya watu. Anajua kwamba mtu aliye na upendo na amani nyumbani kwake ni mtu hatari kwake, kwa sababu mtu huyo ana nguvu ya kuomba, ana nguvu ya kufanya kazi, ana nguvu ya kulea watoto watakaomcha Mungu hapo baadaye. Anajua ndoa yenye amani na za kizazi kitakachovunja nguvu za giza. Ndio maana anajituma zaidi kuharibu ndoa kuliko kitu kingine chochote. Shetani ni mjanja, hafanyi kazi kwa nguvu, anapanga. Anaweka vizuizi kimoja baada ya kingine ili kuharibu ndoa. Mwanzo anaanza kuingilia mawazo. Anakwambia mkeo si mzuri kama wa jirani, mumeo hana pesa kama huyu. Anakuletea picha kwenye simu, kwenye mitandao. Anataka kupoteze kutoka katika mstari na kuingize kwenye tamaa za kimwili na vitu vingine vibaya vinavyokutoa katika upendo wa kweli. Shetani anavuruga mawasiliano. Anajua mume au mke wasipoongea, yeye ataongea kwa niaba yao. Anachokifanya ni kuvuruga mawasiliano katika nyumba moja ili watu hao waishi pasipokuwa na mawasiliano. Shetani anaweka vitendo vidogo vidogo ambavyo vinaiharibu nyumba kabisa. Unakuja nyumbani umechoka, huna hata dakika 5 ya kumuuliza mkeo, leo hali yako ilikuwaje? Shetani anatengeneza vitu vidogo vidogo ambavyo baadaye vinaupoteza upendo wa kweli. Anakuletea hasira, anakuletea vitu vidogo vidogo ambavyo vinavunja upendo wa kweli. Shetani ana majaribu, ana vitu vingi ambavyo vimetengenezwa na yeye mwenyewe ili kuharibu upendo wa kweli. Kwa nini shetani anafanya hivi? Ni kwa sababu shetani anajua ndoa ni picha ya Kristo na kanisa. Anapoharibu ndoa, anataka watu wasione picha ya upendo wa Mungu. Anataka ulimwengu usiamini kwamba upendo wa kweli upo. Anajua ndoa ni chanzo cha kizazi. Anataka watoto wakue bila baba na mama, watoto wenye jeraha, kwa sababu anajua watoto wakiolewa kwa upendo watakuwa viongozi watakaoibadilisha hii dunia. Anajua ndoa yenye upendo inatoa amani, na mtu mwenye amani ni mtu mwenye nguvu ya kuomba, kufanya kazi na kumtumikia Mungu. Shetani aweze kupambana na familia iliyo na amani. Tufanye nini ili tuboreshe upendo? Tuongee kila siku. Tufanye shukrani kwa Mungu na kwa sisi wenyewe binafsi, katika maneno, katika matendo na katika vitu vidogo vidogo ambavyo vitakuwa surprise katika familia zetu. Tujifunze kusamehe, tujifunze kumwomba Mungu pamoja, na tulinde macho pamoja na mioyo yetu isije karibiwa na yule mwovu. Kumbuka hili, shetani anapigana sana na ndoa yako, si kwa sababu wewe ni mbovu, ni kwa sababu anajua ndoa yako ikisimama itakuwa taa, itakuwa ushuhuda, itakuwa silaha dhidi yake.